wadada kule nyumbani kwetu wanavyojiita. Wanasikia lopoa wake. Hivi karibuni umefanyika uzinduzi wa klabu mpya ya sanaa ya ucheshi wima wa michezo ya jukwani iitwayo Kulikoni. Klabu hii imeanzishwa kwa madhumuni ya kuvumbua na kukuza vipaji vipya katika sanaa ya maigizo na vichekesho. Kupitia tamthilia na michezo ya kuigiza, jukwaa hili linapanga kufika mitaani katika shule za msingi pamoja na sekondari ili kutoa elimu ya maadili na kuwajengea vijana uwezo wa kujieleza kwa ubunifu. Uzinduzi huo ulivutia umati wa watu kutoka makundi mbalimbali ya sanaa na burudani, huko mgeni rasmi akiwa ni katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania, Dr. Gervas Kasiga, ambaye katika hotuba yake alionyesha kufurahishwa na jitihada za taasisi tofauti zinazochangia kukuza sanaa ya maigizo nchini. Lakini pia alisisitiza umuhimu wa kuendeleza vipaji vya vijana na kutengeneza mazingira rafiki kwa wasanii chipukizi. Kulikoni mmefanya jambo kubwa sana. Kubwa kwa namna gani? Ni kwa sababu Kulikoni mmeendelea kufungua fursa kubwa ya vijana kuonesha vipaji vyao. Na tunajua kipaji kwa wakati huu ni bidhaa. Kwa hivyo mwanatasnia wa filamu na michezo ya kuigiza, hususan hapa tunazungumzia leo wacheshi wima, stand up comedians, unapofanya kazi yako si kwamba unaonesha kipaji chako tu, lakini unaonesha bidhaa yako kubwa ulionayo. Na bidhaa yako ni ule ucheshi unaotoa kwa hadhira yako. Na watu wengi huwa wanashindwa kufahamu kwamba sisi tunapofanya sanaa pia tunatoa tiba, si ndio? Kwa hiyo sisi pia ni madaktari. Tunapishana tu maeneo. Daktari ukienda hospitali atakutibu na nini, amevaa pia koti lake jeupe na nini na nini na nini, ile amevaa shingoni hapa na nini, tunaona sindano na kadhalika. Zile si ndio costume, si ndio? Lakini anafanya upasuaji hospitalini. Lakini na sisi tunafanya upasuaji wetu unafanyika hapa jukwani, mbele ya hadhira yetu. Tunawapa burudani inayowafanya waondokane na msongo wa mawazo na matatizo kadha wa kadha. Kwa hivyo tunapotengeneza mazingira mazuri kama haya ya kuonesha vipaji vyetu na kuvifanya vipaji vyetu viwe bidhaa, moja kwa moja tunatoa mambo anuai yenye tija. Moja, tutapata kipato, tunafungua fursa za ajira, lakini kubwa zaidi tunaitibu jamii yetu. Kwa hiyo tukumbuke tunapofanya kazi yote ya sanaa, hilo pia ni sehemu kubwa au shabaha kubwa ya kuweza kuibeba na kuhakikisha kwamba tunaibadilisha jamii yetu kutoka katika mitazamo hasi na kuileta kwenye mitazamo yenye tija. Tunapofanya hivyo, tutakuwa tumetekeleza wajibu mkubwa wetu sisi kama wanatasnia katika kuhakikisha jamii yetu inakwenda katika namna bora. Na sanaa sasa hivi imebebwa na watu gani zaidi? Vijana, si ndio? Vijana ndio wengi sisi ndio wengi, na sisi ndio walinzi wa taifa letu. Sisi ndio vinara wa kuhakikisha taifa letu lina dumu miaka na miaka, dahari na dahari. Tunafanyaje hayo? Ni kwa kutengeneza kazi zetu pia kuhakikisha kwamba zinabeba masuala mengine muhimu ya kijamii, hususani katika kuelekea kulinda amani yetu, kulinda ustawi wa taifa letu, na kuhakikisha kwamba yote tunayoyafanya katika tasnia zetu yanabeba msingi mkubwa wa kuhakikisha kwamba ule utanzania wetu, utaifa wetu, umoja wetu, mustakabali wa taifa letu unakuwa salama. Tunapofanya hivyo, moja, hatujitendei mazuri sisi wenyewe, tunaitendea taifa letu lote mema. Mazuri tunayojitendea, moja, tutahakikisha kwamba sisi wenyewe tukiwa na amani na usalama, tutafanya kazi zetu katika namna iliyo bora. Tupo hapa leo tumekutana wote kwa sababu tuna amani na utulivu, si ndivyo? Basi tuhakikishe pia sanaa zetu zibebe shabaha hiyo na kuhakikisha kwamba utulivu na amani yetu, lakini pia upekee wetu wa kitamaduni, upekee wetu wa kijamii, lugha yetu ya Kiswahili tunaibeba vizuri, na jamii inayotutazama, watu wengine wa mataifa mbalimbali wanatutazama, watuone sisi kama ni mfano bora kwao wa kuweza kufanya mambo mema na mazuri kama yetu sisi tunavyoyafanya. Ninawashukuru wadhamini waliweza kuhakikisha tukio hili linawezekanika. Niwashukuru sana Nafasi Art Space, tunajua mchango wenu mkubwa kupitia Feel Free
ni mkubwa kwa kuhakikisha kwamba tasnia yetu inazidi kupata matawi makubwa ya kuegamia, kusimamia na kwenda mbele. Lakini pia tutawashukuru TBC kwa sababu kwa mchango mkubwa unawaona wako bega kwa bega kuhakikisha kwamba tasnia yetu inafika mbali. Lakini bila kusahau watu wetu wakubwa kabisa, watu wetu wa nguvu ambao kwa kiasi kikubwa wanafungua fursa nyingi za kitasnia. Hawa ni Azam TV ambao wamehakikisha pia kwamba tukio hili pia linaweza kufanyika na kuonekana katika runinga yao, na yote ni kushajiisha ama kuvutia watu wengine waone kwamba kuna haja kubwa ya kuzidi kuwekeza katika tasnia yetu ya filamu na michezo ya kuigiza, na hapa tunazungumzia stand up comedies, ili kuhakikisha kwamba tunaongeza fursa nyingi za tija kwa vijana. Tunasema vijana tukiwa na ajira, vijana tukiwa na fursa za kutengeneza kipato, mawazo yetu yatakaa katika namna gani? Yataangalia zaidi kwenye kuboresha shughuli tunazofanya kila siku, kuboresha kipato tunafanya kila siku. Na sisi ni waahidi kama bodi ya filamu tutaendelea kushirikiana nanyi kulikoni kwa kuhakikisha kwamba tutatengeneza mafunzo maalum kwa ajili ya kuboresha wanatasnia hawa na wale wa michezo wa kuigiza ambao tutaonekana hapa mbele. Na tumekwisha anza na mambo na vijambo ambao tumefanya nao kazi, na nimewaona hapa, nimefurahi kumwona Ayub Bombwe na mambo na vijambo wengine wote. Kwa hivyo huu kwetu tutakuwa ni muendelezo wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kurudisha tasnia ya michezo ya kuigiza ya jukwaani katika ile nafasi yake adhimu, kwa sababu na yenyewe inatakiwa ili ijenge filamu, lakini pia ili iweze kuendelea kutengeneza fursa zaidi za ajira kwa vijana. Kwa upande wake, mratibu mkuu wa jukwaa la Kulikoni Bwana Ellis alieleza kuwa wazo la kuanzisha klabu hiyo limetokana na hamasa ya kuwasaidia vijana kupata fursa ya kujifunza na kujikuza kisanaa. Lakini pia alibainisha kuwa jukwaa hilo linaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha linafikia malengo yake ya kukuza sanaa, kuelimisha jamii na kuibua vipaji vilivyojificha. Klabu yetu ya Kulikoni, hii ni klabu ya pekee na ya kwanza kutoka Tanzania ambayo inahusisha wasanii wanaofanya maigizo ya jukwani, yani stage play, pamoja na ucheshi wima, na maanisha stand up comedy. Makofi kidogo jamani. Unawezekana kuna nyingine lakini sipo of course. Lakini sasa kwa research tuliyofanya tunaambiwa sisi ndo wa mwanzo kabisa. Wazo wa Kulikoni tulilipata sisi kama taasisi ya More of the World, mimi nikiwa mwanzilishi, nikiwa kama kiongozi wa idara ya ubunifu. Ilianza mwaka 2020 nikianzisha kama programu ya vichekesho vya mtandaoni kama alivyosema Juma hapo. Nilikuwa nawashirikisha vijana wanaofanya ucheshi, tukiwa na nia ya kutengeneza maudhui yenye ucheshi wenye kuelimisha na kufurahisha, na pia pamoja na kujenga jamii iliyo bora kupitia ucheshi. Pia tulikuwa tunajaribu kuwatengeneza wasanii wao waweze kufuata maadili ya sanaa. Hakika wazo hili tulitekeleza kwa kusuasua, lakini bado liliweza kugusa vijana wachache kwa kuwajengea uwezo wa kujiamini na kutengeneza maudhui yenye kuvutia. Na mmoja wa vijana hao ni kama aliyesema hapo Juma Jicho, jamani. Tumeanza naye mwanzoni kabisa, mpigeni makofi. Chibwa Comedy aka nisisahau hilo, ambaye kwa sasa ni mchekeshaji mashuhuri sana kutoka klabu ya Cheka Tu. Hakika Kulikoni tunajivunia mafanikio yako ambayo umekuwa unaendeleza. Unatupa sababu ya kuendelea kufanya hiki tunachokifanya kwa kuwashika mikono vijana wengine wanaofanya sanaa kama hizi. Mafanikio, ndugu mgeni rasmi, moja ya mafanikio yetu makubwa ni kama usiku wa leo kupata nafasi ya kuzindua klabu hii rasmi kabisa, sanjali na kutoa fursa kwa wasanii wachanga kutokea mtaani kuonyesha vipaji vyao mbele yenu. Wasanii wa muda mrefu katika tasnia ya vichekesho nao hawakubaki nyuma. Walihudhuria tukio hilo kwa wingi kama ishara ya kuunga mkono juhudi hizo. Baadhi ya wasanii hao walipata nafasi ya kutoa maoni yao, huku wakisifu ubunifu wa kuanzishwa kwa jukwaa hilo, huku wakipongeza dhamira hiyo na kuliona jukwaa hilo kama dira ya kukuza sanaa nchini. Kwanza ni furahi kabisa mimi kuwa ni sehemu ya watu ambao
walisababisha wapatikane hawa washiriki mbalimbali kutoka kuja kwenye klabu ya Kulikoni. Tangu tunafanya usaili wilaya zote za Dar es Salaam, tumeanza Kigamboni, tukaja Ilala, tukaenda Kinondoni, tukaja Ubungo. Wilaya zote 5 tulifanya nakumbuka. Na mimi ni mfurukuto wa sanaa bora. Napenda sana waigizaji wazuri waigize vizuri. Na naamini sana mwigizaji wote wa kwenye filamu kama ametoka kwenye stage play au akafanya yani akaigiza jukwaani live, tunaweza kupata mzuri baadaye kuja kufanya kwenye filamu. Kwa hiyo nilivyoitwa kujishiriki katika hii klabu kwa ajili ya kufanya recruitment yao vijana, nikasema hiki ndio kitu sahihi. Kwa hiyo nilishiriki kwa kiwango kikubwa, na alhamdulillah leo siku ya uzinduzi wa hii klabu pia nimepata nguvu. Nimetoka kwangu Mkuranga, nimekuja kushuhudia jinsi vijana walivyokuwa wamefanya, na nilibahatika kwenda siku moja kwenye rehearsal zao. Nilijaribu kutoa maoni yangu, nimetoa mawazo yangu jinsi ya kuigiza mbinu mbalimbali za uigizaji jukwani. Kwa hiyo leo ndio nataka nije nione kipi wamekifanya. Shabaha kubwa kabisa iliyofanya mpaka kuandaa hii, kwa sababu hili ni wazo lilikuwa ni la Ellis. Ndio ilikuwa wazo lake. Alikuwa anataka kwenda klabu moja Dar es Salaam ya vijana chipukizi wanaofanya kazi za maigizo ya jukwani na stand up comedy, sehemu moja stationals. Ndio ilikuwa shabaha lake kubwa. Kwa hiyo tutafute vijana wapya kutoka ndani. Ndio maana hata ile usaili wetu tulikuwa tunaufanya sehemu za mitaani ndani kabisa, kwa sababu tunataka tupate watu ambao wapate fursa ya kuja kwenye vikundi vikubwa kama kwetu sisi kujifunza. Kwa hiyo tukasema tukatafute hao ili tutengeze watu wapya, kwa sababu sanaa inatakiwa ikue. Tukisema sisi ndio tumekuwa wasanii tukabaki sisi tu, maana miaka 10 kwa 15 ijayo tutakuwa tunakosa watu wengine, na sio watu wote wana fursa ya kwenda kujifunza labda kwa JB, wana fursa kwenda kujifunza labda kwa Gabo. Watu wengine hawana hizo nafasi ya kuja kwangu mimi. Kwa hiyo tutafute watu kutoka pembezoni. Ndio maana tunafanya ma-PA kwenye mitaa kabisa usiku. Watu asubuhi wanakuja, watu ambao mtu katoka kuuza vitumbua anakuja, mwingine anaokota machupa anakuja kwenye ule usaili. Wapo baadhi ya vijana hapo walikuwa wanaokota machupa tu, lakini tukaona kipaji chao tukasema tutakuchukua. Kwa hiyo shabaha kubwa ilikuwa ni kupata watu wapya ili waweze kurithi, hata sisi tukitoka basi warithi kazi za sanaa ziendelee hapa Tanzania. Nimefurahi sana leo kuja kwenye uzinduzi huu, kwa sababu mnakuja kuona vipaji chipukizi vinakuja kwenye tasnia yetu ya comedy na jukwani vile, kwa sababu na mimi mwenyewe nimetokea kwa jukwani. Kwa hiyo nikasema haiwezekani, lazima nije kwa support wenza wa vijana. Na nimefurahi sana na nadhani nitaenjoy, kwa sababu napenda kitu hiki. Vijana wanapoarithisha then kizazi kinazidi kukua, kwa sababu wasiporithishwa vitu havitoendelea, vitabaki tu kwa manguli tu wenyewe. Lakini uzuri sana kuarithisha vijana, na wenyewe watakuja kuarithisha wengine vile. Kwa hiyo tunarithishana. Kikubwa watoto ama vijana ambao wanatamani kuingia kwenye sanaa ya uchekeshaji alafu wako nyuma, wasikubali kukaa nyuma, wajitokeze. Wanaposikia fursa waikimbilie, wafanye. Wanapofanya ndipo hapo wataonekana kama wao ni bora, wanafaa. Yani wajitokeze, wasijifiche nyuma, hapana, wajitokeze kwa wingi sana. Sanaa inawahitaji. Vipaji vyao wanavyo, wavionyeshe. Yaani kazi zipo nyingi sana. Kazi zipo nyingi sana.